Clouds TV, empowering lives. And this is what causes us to suffer. This is what causes us to be disconnected from God, to be disconnected from the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is a condition that was given to us by Jesus Christ. For you to be forgiven, you must forgive others that have betrayed you, that have fought against you, that have brought you down. There is a person who brought you down completely. Alikuagusha na ukaaguka. Baka saa hii uko chini kwa sababu mtu alikufanyia hivyo mambo yote. Aliagusha biashara yako, aliagusha ndoa yako, aliagusha masomo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbe huyo mtu hata hana shughuli. Alienda na akaenda kufanya kazi nyingine kwingine, maana hiyo ndio kazi yake. Sasa wewe umekwamilia mahali alikuacha 1984 na yeye tuko 2026. Amevuja zingine kama 20 na hata kubuki kama alivuja yako. Sasa wewe umekwamilia wapi? Umekwamilia hapo. Ndio unaona mpaka sura yako imekuwa nyeusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona sura yako imekuwa ni kama ya mama mzee ama ya mzee, mwanaume mzee. Hallelujah. Because you are ever thinking, ever imagination. Yani unafikiria ubaya mpaka kasura na hata hati yako ikifunguliwa vidani utakuta imegogonyana kama gosi ya ng'ombe ama ya ile dofu kubwa. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu umekujana, kila kitu yako imekujana. Mpaka mwili yako imekujana, mpaka gosi yako imekujana, mpaka macho yako inakuwa ya yellow. Kwa nini? Unakaaga tu kilia machozi na huko ndani, mpaka macho yako imekuwa affected na hiyo machozi. The power to repent is the ability to receive forgiveness. If you are not able to repent, you cannot be able to receive forgiveness. The power to repent, it is the ability ya kupata kuweza kuforgive. Hauwezi, if you don't repent, you can't forgive. Hauwezi samehea kama hutubu. Wewe mwanzo kabisa, hata kama nilikukosea na unajua kweli ni mimi nikukosea, be ready to forgive. Nisamehe. Mimi mwanzo kabisa nitakwambia sorry. Hata kama mimi najua ni orara gesi yako, ni oranuma, nego kaha nego nagana. Nitapiga makelele yangu lakini nikirudi pale nitakusamehea. Nitakupigia simu nikwambie nimekusamehea. Najua umenikosea. Najua umenifanyia hiyo yote, lakini nitaomba msamaha mimi. Maana ninajua if I don't have the ability to repent, I cannot have the ability to forgive. And if I can't forgive, I cannot be forgiven. Because it is a condition from God. It is a condition that whosoever does not forgive shall not be forgiven. And if you want to be forgiven, you must forgive. Hallelujah. So it is a compulsory. Ni kitu iko lazima ifanyike. And this to happen, it is a skill. Hallelujah. To be able to forgive, it is a skill. It is a job. It is something that you need to pray for. Because ni gumu. Ni gumu. Hebu imagine kama ni mama ulilepiwa na kijamaa. Hapo hiyo kijamaa kikakuduga miba. Na ulikuwaga wewe ni mtu wa hukufanya form 4 kwa sababu ya mimi nilikulepu. Just imagine the rest of your life has been shattered. Hautafanya exam, hautarudi shule, maana ukizaa utakaa miezi 9 ya miba, miaka 6 ya kulea, masomo imefanya nini? Imepotea. Then unanionaga hapa nikipita ama unanionaka kwa TV, ukifungulia TV yako unaona kile akimodo kile kianilepile. Unasikia gaje? Si unasikia kuua hiyo TV? Bitterness. Ukiangalia kitoto unakirarua magumi na mateke. Ukiimagine when you alifanywa, the pain that you went through. You can imagine that. The pain that you went through. Unaona kile kitoto ndio hiki kilizuia. Hiki ndio kilifanya nisisome. Hiki ndio kilifanya nifanye. Hiki ndio kilinifanya mama when I wanted to get married katika kanisa nikiwa virgin. Hiki kitoto unakigoga. Alafu unajua vitoto kama vile vinakujeka kama baba yao. Vina behave na kukaa kama baba yao. Unakiona tu ukikiona, unakiona kimekaa kirepist. Venye kinakukodolea macho na venye kinakula chakula na venye kinafanya maneno, unaona hiki ni kirepist. Sasa ukiimagine kirepist kile kikubwa, alafu unakiona kwa barabara kinapita. Utalia kitu namna gani? Utakigoga hiki kitoto ukiliveji kwa kile. Ndio unaona kuna watoto wanaishi katika maisha ya rejection. Why? Because the source of these children was a source of kitu baya ilifanyika katika maisha yao. Ndio unaona mtoto amechapwa mpaka anauliza mama, are you my mother? Ushafika umechapa mtoto mpaka kuuliza, are you my mother? Wewe unaweza kuwa mama yangu kweli? Kwa maana venye unafinya. Na yeye hajui kitu ile ilifanyika. Yeye hajui kwa sababu hutaki kumwambia wewe ni product ya rape. Unafinya tu ukijua hii ni product ya rape. Hata unavokesha chini ni kama unataka kuua. Bwana asifiwe sana. That is a sign ya kutoforgive.
because you have failed to forgive, the devil finds ways, anatafuta njia na anatafuta mipango ya kuingia ndani yako ndio avuje ndoa yako, avuje maisha yako, avuje biashara yako na avuje relationship yako ya kwenda mbinguni na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, if you don't have the ability, the power of repentance is the ability to receive forgiveness for sin and be freed from them and always have spiritual growth. Meaning, when you have failed to forgive, you are not free. Wewe ni mtumwa, umefungwa, umekamatwa. Na kama umekamatwa ni kumaanisha hauwezi ukakua. Spiritually you cannot grow. If you have that heart, umekasirishwa. Ulikasirishwa na yule boyfriend yako, umekasirishwa na brother yako, na sister yako, na mama yako, na uncle yako, na watu wenu, na rafiki yako. It means you don't have the ability to grow spiritually. You cannot grow if you have that grudge. Kama uko na bado uko na hiyo kitu. Ndio naonaga mimi hapa watu wengi wanasemaga naogeaga babaya, siogeagi kama pastor. Si ati siogeagi kama pastor, najua kuogea kama pastor, lakini I'll be pretending. And that is also another sign of having an ability. Hauna ability ya kujiset free. Ukiona na pretend, it is because I am not free, I am held captive. So I would rather say niogee ilitoke, maana nikiogelea hapa uwaga inatoka. Kama tulifanya kitu na wewe, nitakulipulia hapa. Kama ulinifanyia kitu, nitakulipulia hapa. Kama kuna kitu ulifanya, nitakulipulia hapa. Na nikitoka pale, hata sikubuki na kuambia ukatokanywe chai. Kuja tukunywe chai. Maana hata sikubuki, maana hiyo kitu imefanya nini? Because I have ability to drop the baggage. I have the ability to grow. Because if you cannot forgive, you don't have an ability to grow. You cannot grow spiritually. That is where you find you are in church all this time, all this life, uko kanisani, lakini haujawahi kukua, haujawahi kugrow. You are still a spiritual baby. You are still a spiritual, wewe ni kama mtoto tu bado kakiroho, hakakua na umezeeka. Ni kimama tu, na ile vitu unakuta hapa uko nayo ni vita za ujika. Mnangangania kitu kadogo ati hii kiti ni yangu. Ulikuta Biblia yangu nimewekelea kwa hii kiti, ukakuja ukatoa ukaweka hapa nyuma. Sasa hiyo inakuwa ni vita mpaka inakuwa ni maombi. Unaona wenye wananiangalia wameondoa mpaka Biblia. Si hata wewe Mungu uliona wakiondoa Biblia, na mimi Mungu si uliona, mimi ndio niliwekelea hiyo Biblia hapo. Sasa unakuta ujika, utoto ya kiroho, unakuta umezeeka. You are here 1972 ndio uliokoka, mpaka 2026 wewe bado unangangania kiti, wewe bado unangangania ati unataka kuingia pale kitchen, wewe unangangania ka position. Don't ngangania ka position, ngangania kupata neema ya Mungu uweze kusimamisha neno la Mungu katika moyo wako. Ngangania kuwa na favor ya Mungu, ngangania kuwa na the spiritual freedom, ngangania kuwa na power. Ukisema kitu kinafanyika, ngangania kusema jambo na linafanyika, ngangania ukisema ukiamua kwenda kunaendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio kungangania tikiti, sio kungangania ati fulani alisema mambo yako. Sasa ulitoa wapi masikio ya kusikia hiyo maneno? Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ndio unangania. Sasa unaenda kuomba maana walikuwa na kusegenya. Ndio ujue walikuwa na kusegenya. Ulitoa wapi masikio? Maana a spiritually mature person hana masikio ya kusikiliza masegenyo. Hasikilizagi watu wakiongea, hasikilizagi na hasikiagi watu, anasikiaga neno la Mungu likishuka, anasikiaga Mungu akiongea, anasikiaga malaika wa Mungu wameanza kutembea. Ana power ya kusikia, the Holy Spirit amefika. Maana amefungulia masikio Holy Spirit, amefungulia masikio the power of God. Lakini sasa kama ulisikia huyu akikusegenya, Holy Spirit ulimweka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is as a result ya wewe kutoforgive. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio ugonjwa uko nayo. Hiyo unasikia inaitwa bipolar. Bipolar si ugonjwa. Hiyo unasikia mental disability si ugonjwa. Hiyo kisukari si ugonjwa. Hiyo pressure si ugonjwa. Hiyo maneno unaona migimigi uko nayo si ugonjwa. Hiyo poverty uko nayo, it is not poverty. You invited the poverty. If you can get your spirit free. Mimi tukikosa tunakosana na watu. Na nasikia hiyo story yako umefanya hapa, najua nitakuja nikulipulia pale ulifanyia. Kama ulifanyia kwa choo, nitakutaimu uingie kwa choo, nitakulipulia kwa choo. Na tukitoka choo nakwambia haya, nisaidie 1000 nataka kwenda kufanya kitu kingine hapa. Unaniuliza sisi tumekosana lini? Tulikuwa na wewe wapi? Tulikosania wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why I normally tell you I don't have a friend. As long as you are doing right,
what we are supposed to do according to God, tuende safari hiyo. Sisi wote ni marafiki wa Mungu, tumeuganishwa na Mungu. Tuacha kuunganishwa na urafiki, mimi na wewe tuunganike. Hapana, leo acha tuunganishwe na Mungu, kwa sababu tukiunganishwa na Mungu hatuna mizigo tutabeba, lakini tukijiunganisha na urafiki wetu kuna mizigo tutabebana. Maana wakati nitakukosea utasema, this a man I fed, huyu mtu nilimnunulia baka nguo, huyu mtu mimi ndio nilimsaidia wakati alifika Nairobi, hakuwa na nyumba nikampatia mahali pa kukaa, huyu mtu baka nguo zako nilikuwa namtolea, baka nguo za ndani nilikuwa namtolea pale, namwambia vaa. Huyu mtu hata kienda mahali mimi, hata kienda kukunywa kapobe, mimi nilikuwa nampatia shilingi 500 hadi akakunywa kapobe. Huyu mtu alinifanya, yani mtu unaweza kunifanya hivyo. Lakini kama mungeshikanishwa na Mungu, yani my relationship with you, it is God. I'm telling you my brother, my sister, hamutakosana because you have nothing competing for. Kama ni kazi unafanya kazi ya Mungu. Kama ni kununua nguo na kununulia, sikununulia kwa sababu nakupenda, na kununulia kwa sababu Mungu ameniambia nikununulie. Maana ni yeye alinipatia hiyo pesa. Maana ni yeye alinipatia hiyo nguvu. Yeye ndiye aliniwezesha nifike mahali nimefika. That God is the one I'm respecting, not you. I don't have a relationship with you. I don't have. Mimi sina. Hata Yesu aliwaambia tu, yule ambaye anataka kunifuata awachane na ndugu yake, awachane na mama yake, awachane. Yani alikuwa anawaambia waachane na relationships zingine, kuja tutafute relationship na Mungu. Once you have a good relationship with God, nobody will offend you because you don't have time for them. Because you don't have time for mediocres. You don't have time for idlers. You don't have time for those who come and tell you stories that are not necessary. You have a time for God. Uko na nafasi ya Mungu. Uko na kitu tu ya Mungu, ndio umebeba ya Mungu. Kwa hivyo you will not have a situation that unaweza kukaa hapa uanze kubebana na mizigo. Mizigo Mungu aliniambia leta mizigo ile umebeshwa, lete kwangu nikupumzishe. Wakati nilibeba mizigo ya masegenyo, nikabeba mizigo ya uogo, nikabeba mizigo ya nini, nikabeba mizigo yote nikapelekea Mungu, nilipumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo upumzike. Ujue kwamba it is only God who has the capacity. Upumzike, akupumzishe. Wachana na hizo story uliambiwa ati nani alifanya, nani alisema. Sasa bako unakaaga unasema ni mayaga ni da. So wao ukiangalia venye umekuja mdomo, wewe ndio ujiangalie kioo venye ulikuja mdomo. Ukifanya hivyo unaona wewe na nyagumi hamuko tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu sura baya. Unaona mtu akiswea akangai ni ma dole ma. Sasa mama yako amekuja ati dole mami ndo. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to release yourself. You are a good creature. You are created by God for the purposes of God. You are not created by God to serve the devil or to be swearing unnecessary swearing. Atikibaka kuna mtu, hata ukiona mtu akipita pale akisuguka eti kwa sababu unamchukia, unaenda bako unaenda hivi, unaenda haraka ni kama umekuliwa na chawa. Bwana Yesu, that haikusaidii. Unamchukia kiumbe na kiumbe wewe si kutengeneza. Wewe ndio ulitengeneza Kariuki, wewe ndio ulitengeneza Achengi. You never made them. They were made by God. These are creatures from God. And if you hate them, you are not hating them. You are hating God. Because God said, let us make man in our own image and in our character. So whatever you are hating is godly. Una hate Mungu. Na ndio kwa baraka zako zote haziko, zimepotea. Maana wakati ulichukia Kamene, ukachukia nani? Mwagi. Ukachukia Kariuki. Haukuchukia Kariuki na Kamene, ulichukia Mungu. Maana we are made in the character of God. In the image of God we are created. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Repentance is made to lead to reconciliation and a relationship that has peace and a sense of clarity. Repentance inakupeleka kwenye msingi wa kujielewa na kuelewa Mungu yako. Ukitubu, unatubu kwa sababu consciousness ndani yako, unajielewa, unakuwa akili zako ziko na basis ya Mungu ndani yako. When you have the power to repent, you have the power to reconcile with God. You have the power to have a clear mind, a clear set of mind, and a clear relationship. When you are able to repent, you are able to live according to how God wants you to live. If you are able to repent, you are able to attract the presence of God. If you are able to repent, you have the power and the capacity to reconcile with God. Na mahali popote ulikosana na Mungu, ama ulikosanisha na Mungu, utakuta you are able to reconcile. Na ukireconcile na Mungu, you invite the presence of God. And when you invite the presence of God, you have the power to speak
and the power to do according to the will of God. You have the power to stand in the position of God. You have the power to be that which was created for, because we were created with a purpose. When you fail to repent, you don't have full capacity to operate the will of God in you, because the will of God will not operate alongside unrepentance. Man, when you are failing to repent, you are failing to attract God. You are failing to bring God in your life. You are failing to bring the presence of God. You are failing to bring the reasoning of God in you. Therefore, you will not operate as per to the will of God. You will operate as per to the will of the devil, because the devil has captured you. When you fail to repent, you are under captivity. You are captured. You are not able to move. You are not able to succeed. You are not able to become. You cannot be able to be that creature that God created, because you are created in the image of God and the character of God. And God is a forgiver. God is a creator. God is that which that anakusaidia, anatupatia nguvu na uwezo. Kama hauna relationship mzuri na Mungu, hauwezi kuomba maombi yako ikafika. Kama hauna relationship mzuri na Mungu, hauwezi hata kukuja kanisa hii. Hata ukuje leo utoe matoleo yako, ufanye kila kitu hapa, hakina kibali. Ndio nabii, kama ukikuja hapa ulikuwa unabeba dhabihu, ukumbuke kuna matatizo mko na brother yako. Wacha dhabihu yako wapi? Hapa. Urudi mpaka nyumbani, mkasikilizane na yeye, alafu kuje. Ndio dhabihu yako itikike. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhabihu yako haiwezi kukubalika kama kuna mtu umebeba kwenu. Na mimi najua nyinyi wengi mnabeba. Kuna watu hamuogeagi na wao, kuna mother in law hamuogeagi na wao, kuna brother in law hamuogeagi na wao, kuna business people hamuogeagi na wao, kuna mapasta hamuogeagi na wao, kuna watu hamuogeagi na wao, because you hate them. If you have a room ambao umebeba, umeficha hatred kwa moyo wako, kule biguni hauko. Hata utoe nini, hata ukae kanisani miaka 100, hakuna mahali unaenda. Hata utoe mashiriki yote, na hata hauna breakthrough in your life, you will never be able to succeed. You will never be able to move to the next level of your life. You will be stagnated forever. You will suffer and be complicated in every move of your life. You need that freedom. You need specific moves in your life. Allow your heart to be free, ndio Mungu aweze kukutumia. Kama uko na kipawa, Mungu amekupatia kipawa chako, kimekaliwa kwa sababu kuna mtu umechukia. Kuna mtu hamuogeagi na wewe, lakini wewe unajuaga ni yule anti amekoroga, lakini wewe ndio mrogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote ambaye ako na grudge, ako na mtu amehate, yeye atakuwa kama mrogi. Mtu yote ameweka karumu, ametekeza karumu kwa hati yake, ameweka mahasira, ameweka machuki, ameweka venye medharau. Ni dijaje na mama usi, ni mama itotisikiaje nake, ni adikira time yako ali nake. Ni mama ke ulioka, unageuka ukena letakana nake kalete huko. Yuko kaje kwa baba ni dijaje nake. You are a devil worshipper. You are the same. Ule mtu wa Freemason na mchawi unaendeka na itirana, hakana gua ameweka nini moto na hapa nyuma. You are one and the same. We murogi, we kanitha ini kagai. Na nikio na ninyi ni muroga gado kwa kanitha ini. Ale ukio kama kuna mtu unachukiaga, mtu huogeage na wewe na wachawi, wewe na devil worshipper, wewe na muuaji, wewe na rapist, ni kitu kimoja. You are going nowhere. Oh no, tole kanitha ini. Oh no, tole usona hao kanitha. Unaona kufagia, badala uchukue kitambaa upaguze, uchukue ulimi ufagie mpaka huko. Ati ni anointing unataji. Si anointing ni kifo unafuruta. That is why umekuwa stagnated in the church. Wewe ni muibaji mzuri, hata sauti unatoka. Unajua kuna wale wanakuwa na sauti inaenda ni kama inaenda kwa milima hivi, inaenda. Unasikia hiyo sauti ni kama ile kwa mlima Mount Kenya, ikaenda hapatia, ikateremka ikaenda Mount Tereko, nikarudi hapa, iko na waves, lakini uko na grudge. You are a devil worshipper. Wewe ni mrogi. Yes, wewe na shetani one and the same, because you are a servant ya huko. Lakini unakuja kujificha wapi? Kwa watu wa Mungu. Na ukifikiria tukukuja hapa kuiba vizuri hapa ndio itakupeleka biguni na huko na magiraji, wewe ni mtu wa kukufa. You are a material ya kuchomwa. Na utachomeka tu tukikuangalia. Na tutaitwa kama sisi watu wazuri, kama sisi hatujui kuweka maneno mbaya, tutaitwa tuweke kuni, na nikikuta ni wewe ndio nitafuta ile si ya mtarakwa, mtamayo ndio ishagi haraka ndio kuchome vizuri bila haraka. Pole pole unaniuliza, apostle, apostle. Na usoma kitabu pale, maana itaandikwa, nasoma makosa yake ni grudge, makosa yake kutosamehea, makosa yake ninaambia Mungu, nilimwambia
hata muulize, sikumwambia. Mungu anasema nilisikia ukimwambia, lakini kwa sababu ana moyo mzito, wewe tafuta watu wengine kadhaa wakuje wachome waweke makaa tu wote makaa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not imagine we are in church and you have a grudge. Kuna kitu umekataa kuachilia, ufikirie kuna mahali unaenda. That is the reason. Unakuoga mpaka sura yako inakaa kama ni sura ya kale kamungusi. Unaona kale kanyamu kale kaitako kama ushoroge. Kale kuna mdomo mrefu, unakutoka kwa wakati wote mdomo wako umekaa hivi. Umekaa mrefu kwa sababu ya hasira na marakara imejaa kwako. Yewe na hako kamunyama kanaonanga hivi, kanauliwa. Wewe ndivyo utauliwa kama hako kamunyama. Weka hiyo maneno yote chini. Leave it. Wacha kubeba mtu. Tigana na makoro, tigana na rumena, wachana nayo, weka chini. God does not have room for that. God does not have anywhere. Hana hapendezagwi na mtu kama wewe. Wacha. Tunaona ginya gevo kwa nani unedigelia wega. Adhikiria story. Ati sasa mimi niende nikaforgive yule mjamaa mwenye aliniacha kwa mataa. Utamforgive. Ule mjamaa alikuzalisha watoto ngapi? 5 na akapotea. Akaenda kwa neighbor, unamuonaga hapo kwa neighbor amevaa kinyasa na amevaa talitali na katisha tikale kama ngele huko akimeza kakitu pale kagimmis pale, unamuona kwa neighbor pale. Unakaa nyumba bazo zile zimejengwa hivi na hivi na hivi na kafarada tu wote tuko tunaishia padi hii ni kanyumba kaproti ni kaliproti, alafu pale watu wote wanaoteaga jua ni pai, unaonaga bwana yako uko pale kileta talitali igereirio na kamedha hali akenywa kagenis tukanite na coke. Uko na sisi na sio siemo sisi mam ndio ule daddy. Bwana Yesu asifiwe sana. Warona daddy yekete atia. No kaigwa ciana cia kuria daddy ni racirihire walilipia school fees yuko. Na analipa 100,000 amelipia watoto wangapi? Na hawa wako wanaenda shule ya 10,000. Hakuna mtoto amelipiwa kwa nyumbani. Hata makamasi inateremka bakasi kwa hauna maana, hauna time hata ya kuosha watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. The bitterness, unakufa. Unasikia in another 1 month time umepelekwa Kenyatta. Ulipelekwa mamarusi, kufikishwa mamarusi wakasema huyu sio hapa. Adikeni rifaru wapelekwa Kenyatta. Mwa huyo ni alakuwa. Any time the next minute unasikia mtu ako ICU. Sasa unaenda the other next time unasikia tunakuchagia ile hasara ulipeleka watu kwa kuenda ICU. Kwa sababu ya ujinga. Mimi mtu wa ICU ndio nichagie mtu wa ICU na ulisaga maswali. Ni nini ilimpeleka? Nikisikia ni heart, nitataka kujua. Ndio hiyo heart ikue heart. Ni nini kilikuwa kimefanyika? Ati aliteswa na mume. Okay, aliteswa na mume. Alizaliwa na huyo mume. Ndio tuko na lako lile kemodrome huko kode. Si ulimkuta hapa duniani na yeye mlikutana hapa duniani. Ilikujaje sasa unaweza kumbeba? Watoto wewe si umelewa na umekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si uende hapo uchume mrenda, upikie watoto ugali, uombe kwa neighbor, kamkebe kagorogoro kauga. Wewe upikie watoto si watashiba. Yule mtu amekula nyama na yule mtu amekula ule mrenda. Yote itatoka tena, itaenda ruwai. Hapo sasa hapo naanza kusubua watu. Ati alikutesa. Huyo mwanaume ndaririkana ule anitesire. Ndaririkana ule aje kile madharau. Ni mamudurume ninyo nagarome. Kaigwa mahede makeka. Ate kinya barusha kwa igere ni cia thamire cigioka mugongo. Tetile ko igwarume. Ate kinya ko matodo igwana matodi ko icio igwana manioro. Wacha ujinga. Tulia, build a relationship na Mungu. Waachana na hivi vitu zingine. Mungu ndiye upatiana uhai. Mungu ndiye analeaga hawa watoto. Hata watoto wa matajiri wanakufaga. Na unaenda kwa tajiri enda hapa Ruda uone friji ya mtu mmoja Ruda imetoshana haka kanyumba kabusima. Friji igolete haha. Ilio ile si haha ogero diwe wende use huko Ruda unanunua gari. Chakula nusu friji moja pale imewekwa chakula ya ubwa na pusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo chakula ya ubwa na pusi ukienda use hivi unanunua kavits ama Suzuki. Chakula tu peke yako. Ushoke kukula tu yako huko todoa na olia huyu amejaza pale. Ako Nairobi Hospital ameandikiwa kukula kaugali tupisi 3 na cabbage na isikwe na chupi. Amekaa Kenyatta.
Na wathi gwake irio iria cibangĩtwo hau ndangĩcihutia aciĩroragĩra ũguo cikĩrĩo nĩ ngui habu nĩ ciũria ciate ĩyo atĩ ndio grudge ati anunuliagi watoto chakula hatununuliagi chakula. Wacha upuzi, tafuta Mungu ndio upatiana chakula. Mredani ya Mungu, sahani ya Mungu, terere ni ya Mungu, hiyo uga ni ya Mungu, wewe ni wa Mungu, watoto ni wa Mungu. Mungu atachuka watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuchuka, Mungu atakulea, atakuoda. Waje kujiweka visukari ati nie maji ya damu. Ujiga tupu, utakufa togo dhika toke tulia mushere. Adwana irothi mafage hawe ni no. Adwana shaki mwabe mulete adwana irothi mabe mareke to nio maradikura yu. Moke marie na mathie na nio maracagete mbeca moka marie mbeca ciao. Mainoke nacio. Otigwo hau ciana ciaku citiwo cimacokora. Mwathani agocwo. Ciana ciaku cigotwara cimacokora ciri ya matangine. Ciuga mami witũ nĩ akuire, ni agĩkuire. Ciana ciaku cia iretu cikomwo nacio cina miaka 9, miaka 8. Ũkora kairĩtu kanini ka miaka 4 na 9 ndo cicuhĩte. Ni gũteceka tondũ nyina nĩ akuire. We ũragire nĩkĩ na kwarĩ na terere? Bwana Yesu asifiwe sana. Ati amekataa kutulipia nyumba ya 2 bedroom. Si wewe ndio ukakaa single room. Weka watoto walale chini ya kitanda na ulale hapa juu. Haleluya. Maisha inaendelea. Wacha ujinga. Ati unataka kung'ang'ana ati ukae nyumba ya 2 bedroom na hauna uwezo na huko una kidonda. Ikine kidonda ya tumbo imeingia. Hati ndio hiyo imebrekiwa. Niye ndio geni break heart. You cannot break my heart. No. Yes, hawezi kuvunja hati yangu. This is a very expensive thing. Wacha nikwambie, this one, it is a very expensive thing. It is not acquirable. Wapi utatoa hati ingine wapi? You cannot damage my heart. Tutakaa na wewe nitakulipua saa hiyo hiyo, gwete sere na nogo ndio pastor na gwete kupavu ndio apostle, alafu tukitoka pale nikwambie nako na raji. Maana nimemaliza. Yangu imenitoka maana sina mahali ya kuweka. Jiga maundu makwa mothe mahuri-ini lani tuputi weka kwa mahuri, alafu na ukiweza kuvuta tubako ile ya manioro vuta ndio wathimule hatio hiyo kitu yote inatoka yote inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hati tu ikarite na karite na mundu no kuria rari no konora kirano na ndigia gutunyire mbeca ciaku nikio kirari na ho turite hao ejete te mbeca yakwa ati uthi ukege ha maru ni guturia baba ririkana mbeca iria wanengerire ugitunywo ri Ngai agicuthiririe. Si Mungu alikuwa naona ukinyang'anywa? Mbona hakusikataza? Because aliona wewe ni mjinga. Alikupatia akaona ni ujinga uko nao mingi, akasema acha ni transfer wealth. Yes, na au kile atiriri. I will transfer the wealth of the wicked to who? To the righteous. Huyu alikunyang'anya ni righteous kule mbinguni. Anakubalika maana ndio alipata akili ya kukunyang'anya. Ndio akili tu kimtaka kwako. Akili za shetani si Mungu anakupatia akili. Yes, ukiona umenyang'anywa pesa yako ujue huyo ni akili alitumia Mungu akachukua pesa yako. Sasa wacha kungangana. Enda uitishe na nguvu, ikishindikana ukiona imeshindikana uone Mungu hayuko saidi yako. Maana Mungu aliambia Daudi wakati waliiba ng'ombe za Daudi na busi za Daudi na kila kitu ya Daudi, Daudi alienda akavaa ephod, akaenda kwa Mungu akajitakasa, akarudi kwa Mungu ambaye nifuate hawa watu, akaambia wafuate, utarudisha na urudishe vitu zao. Unasikia? Aliambia fanya nini? Na alipofuata si alirudisha. Uisia kuregeta gucokia nike? Tondu nduri na Ngai. Na Ngai waigurire nigetha cithie to nionire gike ni kirimu, labda alikupatia milioni 10 ukaanza kukojolea watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kaona huyo ndio guthugumira andu aingi muno, ndio guthugumira apostle na apostle ni arerete ciana nyingi muno, ciana thata ba ibisi guthugumira ri ciothe coke kimundu ta giki yoke guthugumira ri ni ona giki make sense. Ukaingia kwelia nigetha apostle na konedenda. Kuna vitu zingine tunanyang'anywa kwa sababu kuna watu naweza kutesa watu wa Mungu. Kwa sababu ulikataa kulipent. Ulikata Mungu, ulidanganya Mungu, baba nakuomba tu utakaponipatia hii nitakuja kwa nyumba yako. Na wewe unamkumbusha hana waelikana uliyekile. Unadanganya Mungu na Mungu anakuangalia tu anakupatia, lakini anajua pale kwa kona mbili utapiga kona mbili ya 3 atatumana zikuje zichukuliwe. Sasa tena tarudi kwa Mungu, baba wewe ndio ulinipatia na ulisema your blessing are not irrevocable. Unasema the blessing never brings sorrow. Unakuta sorrow ni ya God, ni heavenly sorrow. Kuna heavenly sorrow. Wacha ya shetani. Heavenly sorrow elected by God. Anakuletea sorrow. Unang'ang'ana na unalia because you are carrying something that you are not supposed to carry.
you are not carrying the goodness of God. You are not carrying the blessings of God. You are not carrying the desires of God. You need to carry God. Always wherever you go. Unaona hawa watu wote. Yesu alipigiliwa msumari. Imagine tukwa Bethel. So kwa sababu ya kubeba hizo mavitu zote, unakuta God does not give you room to expand. The spiritual power does not locate you. The power of God does not come along with you. Unakuta nikyo okoraga. Ona niwairire wale mwero, niwairire. Let me give you the benefits, faida za kurepent. Bwana Yesu asifiwe sana. Benefits za kurepent zinaleta kitu inaitwa healing. Healing peke yake inapona. Unajua kuna ukienda tu usamee, urekere maitogo, urekere fafa wanyu, urekere githuri keu, urekere gitumia keu, urekere kire giothe giakena kugia, urekere andu acio magwikire madharau, wajagia kuhona. Uliza mama mwingine hapa atakwambia amepona. Tagu aanze kurepent. Maana nilimwambia marekere ni magwikire uru, forgive them. Mpaka ameshindwa kurudi kwao, amekaa na Kenya kwa sababu anaendelea kuelekea kwa forgive. Anaenda kutana kile kimutu kilimfanya maneno. Anasema hiki ndio yake anagideza kama mwadhani yangosho. Yani unaona ameanza, utapona mpaka sura inakuja, unarudi ada 18 na ulikuwa unaonekana huko 65. Sasa unarudi ada 18. By the time sasa waanze kukua, waje gukora, ando yake ni makoli limegotiga kumbuka. Kwa hiyo eka yotakuraga. Indo ukikura todo duli na mirigo ekekete na duli na merimu, because repentance is disease. It brings sicknesses that will never allow you to heal. So when you repent, when you forgive, healing inakuja. Because when you repent, you forgive. So healing will come automatically. Number 2 benefit of repentance. Bwana Yesu asifiwe. It frees you, inakuachilia. Inakufungua minyororo. Maana kutorepent ni minyororo. Kutoforgive ni minyororo. Umefungwa miguu, umefungwa mdomo, umefungwa maisha yako, umefungwa kila kitu, hata watoto wako. Maana umefungwa. Wanashanisha kunejo he. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why shenasha kushinywa afagi. Nikyo simanywa ga johi. Todo ule muohe onaoniohe. They cannot see blessing. They cannot be able to succeed. They can never be able to achieve. They stagnate. They are complicated in this life. Now you need to free. Once you forgive, once you repent, you free yourself from being in the bondage, demonic bondages. Maana when you are held captive by demonic bondages. They are controlling you. They are strangling you. Ndio naona umete tagarako siama utamabuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 3, you have what we call spiritual growth. When you repent and when you do what? You forgive. There is spiritual growth. Unakuta unakuwa. Maana you have allowed God to use you. You have allowed God to be in you. You have allowed God to be exercising anakutumia. Maana wakati you forgiving and when you are repenting, it means you can also forgive others. Kwa hivyo hawezi akakupatia watu wa kuhubiria kama nyinyi kama mimi sijui kuforgive. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ameniletea watu injured. Kama sasa nikiwaangalia hizo sura zenu kama nyinyi wa mama hapa, mko ndani ya mateso ya mabwana. Wamewatesa vizuri na wamewatukanaga maunugo matakataka mpaka unajiangalia kwa kio, unaenda unaangalia kio, mimi ni takataka kweli. Kai. Je takataka. Ukivaa kaguo kazuri kasade best anakuuliza wathio mara yako. Wewe unawekera agikuo nigetha ndagakurie kore wathio maraya, because you are a captive. Bwana Yesu. Unajua kuna mama anavaaga maguo zingine kinakaa kingine pande hii kinakaa kimeenda kama kimeenda baharini, pande hii kiko Victoria, huko kingine kimekaa hivi, huko na nyuma kimekaa hivi. Akienda hivi, ukiona unaenda akienda hivi, unaona ni kama ile kale kaboti kakubeba kale kakuteka samaki kule Victoria. Nigikuo kile kilite, nigetha muthuri wake rida akacije ni adio maraya. Because you are captive, umeshikwa captive. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye mzee umemutesa, hakujagi nyumbani mapema, aliaga hali ya baa. Atona hali ya kaunta ile baine akinywa giradi, akekama giradi. Unajua kuna mtu na pesa imeisha, ameomba watu wote pombe mpaka endesha, unamkutaka kwa kaunta pale amekalia sina tabu pale juu, ni mrefu, msiniulize nilijulia wapi. Wewe amekalia sina tabu huko juu. Kazi yake ni kushida akikamua glasi kama uone kama kitatoka pombe. Maana hakuna mtu wa kumuogezea. Na akiona mtu amebakisha kama baki kameekelewa hapo na waiter ameleta magirasi, unaona amevuruta kagirasi kale ameweka kake hapa. Maana kuna hii nusu, anajua kitampeleka another 30 minutes. Atakuwa kikiraba.
Anakilaba pole pole akivuta. Maana kule nyumbani hataki kufika. Maana alikuja kwako anakujaga akifika umevaa ile socks ile mnavaaga mpaka hapa ile imetokaga huko juu. Ndio umevuka huko kichwa. Alafu kitishati hapo kiepa mbele kimeandikwa kabakaboko na huko nyuma imewekwa sengenge ni ng'ombe na hapa chini ukimwi inaua. Sasa mzee akikuja alafu sura yako inakaa kama ng'ombe na inakaa kama sengenge. Utaenda nyumbani mapema kweli? Hapana, siwezi. Kama sengenge ni ng'ombe, kwa hivyo mimi ni sengenge. Na ukikuta amelala, ukienda kwa kitanda na kukuta amevaa kinyasa ya jini na trosa ya jini na amefuka na mkanda badala ya mshipi na amekaa analala kama hivi. Ukimuuza mpaka amechukua nafasi kubwa ya kitanda, ni kitanda ka 4x6. Unaogomira hali ya gomagira mwaba ine wa gitanda komete hau tondu ndarenda tuhutanie tondu ndokade nayo tondu da nyumba kirafu-ine because of failure to repent, failure to release. Repenting is releasing them and releasing yourself from the demonic agenda, the plans of the devil. So if you are free to enjoy the fruits of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are free to be used by God. If you are free to be empowered by God. God can never empower mtu amebeba magiraji. Hawezi. Ndio naonanga sana kanisani mapasta wanakuwa tested na spirit ya anger. Tule tu story unanga tunaletewa kwa apostle hapa, nitakufanya apostle akasirike. Lakini huyo apostle ni mtu mwingine, amezoea makasiriko. Haiko mimi nimenyogwa, imagine. Nimepelekwa kwa mashini ya kunyogwa. Just imagine this. Ndio hishi liogo. Nimepelekwa kwa mashini ya kunyogwa mara ngapi? Mashini imekataa kuninyoga. Ilikataa. Nimepigwa marisasi mara 12. Hapa hii mwili yangu imepita risasi 12. Nimewekewa sumu mara 9. Nimeenda jela mara 52. Alafu nimeenda sasa, hiyo ni kwenda jela. Kwenda limadi ni makaribu mara 100. Hizo nimeenda limadi. Hii ile jela ni kufugwa, kuvaa kogoro. Ni mara 52. Sasa niambie utanikasirisha na nini? Niki kinene ugijika niguo dakare. Ni hata nende to iliko cia kwa ugari. Maana nikipelekwa jela kwenda kunyogwa, nilikuwa naenda kunyogwa kwa sababu kulisemekana niliua. That is why you can never be defeated if you understand your relationship with God. If you have a good relationship with God, ukisikia kile wanaongea ni Mungu amewafanya wakue busy kwa sababu kuna ka contract kagine Mungu amekupatia unataka kufanya na unakafanya vizuri. By the time wakuja kurealize umeenda kilomita 100, ndio naonanga wahubiri wengi they are so wide apart na wale watu wanahubiria. Maana wewe uliwacha ukiongea, yeye akaendelea na kasi ya Mungu. Whoever that focuses, una focus na neno na Mungu, una focus na ile Mungu amekuitia, una focus na mipango ya Mungu, utawacha watu wengi kule nyuma. By the time they realize ushafika kule ulikuwa naenda. Ndio nataka kukuuliza. Nona nego tohenagia. Nona leo atwalilia lejiraba. Na ile uko nao detradi. Ukiona mtu alikuja kanisani akiwa na kiatu kama hii mzuri. Sasa kiatu kiliisha, akira katalitali. Niwe kila talitali ndio imagine talitali ehuragia rukongo. Inahuriaga talitali ukivaa. Sinahuriaga inagoka hapa. Sasa ukiangalia mguu ya hapa. Sasa ikigoka hapa maana imekaa imejaa, inaanza kugoka ikipanda. Na nguo yako ni ile ya nini? Ya kupandisha. Sasa unakuta mtu ananuka kama nini kodo ya merino. Negeko todo okile magoro na bigiji ile ya boru etako borugam. Kale kaborugam kale kanaishaga utamu haraka, lakini kana kaga ni kama sados kakukukipo busy. By the time utoke buruburu mguu hayo unahama hii kanisa, unaenda kusikia kuna miujiza inafanyika huko. Unaenda kuna hapa, unajua umechoka sana. Anasema oralo, unaanguka chini unafikia ni roho ya Mungu. Kumbe uliangushwa na huyo mwingine alikuwa anaanguka. Unaanguka na unasema oh, I had the presence of God. Tena unatoka na slippers zako ukiteremka. Ukakinya kule onogire mutorera wa gukuthe onogire uturaga guku ikaraga tanya ngumi, unakaa tu umechoka. Maisha yako yote ni kuchoka. You have no time for your God. Mungu hapendi mtu mwenye amechoka, anataka kama mtu fresh. Ukienda kwa mlima kama sasa hivi, nimetoka mlima, nililala mlima, nilienda jana mlima, nikashida huko, nimelala huko gong kwa kichaka. Unalala huko, unaingia ndani ya gunia vizuri, unalala huko, unalala ukiomba, unasikia fresh air. Nimekuja nikiwa fresh. Sema fresh. Niko fresh. Atishoka ujirate nikogua. Ni dire how. Nego dradi. I'm making steps. And tomorrow you find me another step. Na nikitoka hapa na kurumisha gari nirudi kwa muli. Wewe tu unajukosia kwa hau. Wewe tu na gomile, wajianile garago.
Hallelujah. Ambia mwenzako wachana na hii maneno. Weka chini. Repent and forgive for God to use you. Just repent. Mwambie just repent. Mwambie. Si mwambie nikisikia. Amekwambiaje? Ako tayari kurepent? Kusinilijua ni nyinyi yote. Ndura amenyaka huko niguo mahiana. Nilikuwa najua you are full of unforgiveness. Just forgive it. Just set it free. Wachana na huyo uncle, wachana na huyo mama yako, wachana na huyo brother yako, wachana na hawa watu wenu, wachana na hawa watu walikufanya hiyo maneno yote, wao walikuibia pesa. Just forgive. You will see God avenging for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Just concentrate with God and he will do what you need to. And number 4 brings, once you repent and you forgive, it brings spiritual reconciliation. You reconcile with people and reconcile with God. Spiritual reconciliation. And when you have spiritual reconciliation, inakupatia freedom ya favor ya Mungu, because spiritually you are right. Kwa hivyo vitu za Mungu zitakuja. Unajua ni kwa nini duka yako lifungwe na haiendelei, ama ndoa yako haiendelei, ama vitu za mashamba hakuna, ama pesa hakuna? Pesa ni ya Mungu ama ni ya shetani? Shamba ni ya nani? Shamba ni mahindi ni ya nani? Hizi vitu zote unaona hapa duniani ni za Mungu. Hata biashara ni ya Mungu. So biashara inatafutaga a conducive environment. Inatafutaga kule mwenye shamba, mwenye mahidi, mwenye mabusi, mwenye pesa. Wanatafutaga kutafuta mtu mwenye ako na urafiki na mwenyewe. Hawawezi kuenda wakisikia wewe uko na makosa na Mungu, hawawezi. Na ndio unasikia mtu anaitwa Yeremia alienda kaambia Konia, Yeremia 22 verse 29, ikabia earth. Ilimwambia mara ngapi? Ikamwambia namna gani? Hear the voice of the Lord. Yeremia aliambia earth. Maana ukisoma hapo Yeremia 22 yote uisome, utasikia wenye Mungu alikuwa amekasirishwa na huyu jamaa anaitwa Konaya. Na Yeremia akaambiwa na Mungu dhie wele teri. Hakuambia Yeremia ati enda sugumusa na Konia, alimwambia nenda mwambie mchaga, maana huyu sitaki kuongea na yeye, amenikosea. Akaenda akaita earth, akaigodokera earth, wewe teri mara 3. Akajibeba namna gani? Hear the word of God. Taigwa kiwo ule Ngai arauga. Si yeye akajiondoa kama Yeremia. Kule kwingine Yeremia alikuwa anasema, hapa alijiondoa maana alijua huyu ameambiwa story yake na Mungu kwa mchaga. Hapa kuna maneno. Na ndio unaona watu wengi hapa tumeambiwa story hii kwa mchaga, ndio iliambiwa. Ndio maana mchaga imekataa. Maana mchaga iliambiwa kwa Konaya, write this man down. Andika huyu mtu. Teri ikaambiwa andika huyu mtu. Write this man down. As a man who will never succeed in life. As a man who will never give birth. As a man who will never do anything. Soma hapa tusome. Oh earth, hear the word of the Lord. Si mtu anaambia, ni earth. Maana Mungu alikuwa amekasirika na huyu Konaya. Baka akasema tutikwalia nake ni siongei na yeye. Huyu siongei na yeye. Waacha niongee. Kile kinafanya niligie ni mchaga. Mchaga ilimpatia nyumba, mchaga ilimpatia gari, mchaga ilimpatia bibi, mchaga ilimpatia pesa. Wacha niongee na mchaga niulize. Wewe mchaga, hunisikiaki? Si unajua mimi ndio nilikuleta hapa duniani? Na sasa unafanya nitukano na mtu wewe mwenyewe ndio uniletea huyu mtu. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anasema. Maana mtu alitoka kwa mchaga. Sasa Mungu alienda kwa the source ya mtu. Na ndivyo Mungu anafanyanga. Anaenda kwa the source ya wewe. Anakuta ni mchaga, anaambia mchaga, dikana iwe modo ya na pesa muhuko. Write him. Andika. Anaandika no money. Dikana iwe modo ya na mutumia. Andika. No wife. Dikana iwe modo ya na kabiashara. Andika. No business. Dikana iwe modo ya kihuja. Andika. No preaching. Andika. Sasa ogo toroko kagagoko. Na teri doke kuigwa. Todo Ngai ni arekire na teri, no waririe na teri. Waririe teri ucio uthaithe uthie kuri iguru kuri Ngai, wire Ngai kimundu kane keherete kimundu ri kituma tumete hau jakwa kurira nginya maithori maitekete hau maingi muno. Ni ndona ko maithori mageitika mage discuss na Ngai. Ngai yake kumuna atiriri daktari ketuma miaka 5 tuone kana ni gucenjia. Yuga getuma miaka 5 goka kwa Waruinge. Hallelujah. Kaigera goko. Akigera goko kagwathe ta ugeciria kurere. Teri ugacokia riboti ni kirago ire ndakionire kwa Waruinge. Kiragwa. Miaka ya tigata igana
bona kena miaka igina ni ukugwaga nginyo gukora guko nwagire kihara ni undu wa kugwa kuri ukigwa tu ukigwa thi guko mugongo nwagire mabondoko tondu gwa kundu mahiga iguru thimiti iguru kagwa kuria kungirege ni ukiwagwira ha kumonda riboti no irakinya miaka 5 ororagwo sasa miaka 5 ikifika wanakurudisha class 1. Kama ulikuwa umefanya biashara umefikisha milioni 10, wanakurudisha kwa biashara ya kuuza mboga hapa chini pale kwa Rukogo pale kwa Wajiru hapo nje. Kajo inakuja kwanza inakubeba ndio aone kama hasira iliisha. Kakazi kote kanabebwa. Anko anakupatia shilingi 3,000 uvugue kakazi kanakuja siku hiyo umepatiwa 3,000. Kanaenda wote. Sasa ukaliwa oshoka kwa anko kana oshoka kule. Sasa unakuta auntie anacheka. Maana auntie alikuwa anasema mbona mnagera pesa yake huyu ndale kihariro. Zangu auntie anakuja na kuangalia anacheka unaona auntie ni waondoka unaanza accusation biguni inarudishwa ripoti ameanza kuaccuse watu. Ndio yako elete. Uje mtu wako nayo ita. Sisi tulikuwa tumesema sipatiwe kitu miaka ingine 6 au ongezwe miaka ingine 6. Sasa muongezwe miaka ingine ngapi? 3 because you are tested. Because you are tested and you failed the test unarudia tena unaongezwa kwa ile ilikuwa imebaki 4 unaongezwa ingine 3 inakuja 7 na hii moja umefanya inakuja 8 na bado utashughulikiwa hapa katikati ndio unakujaga unaenda unakuta tu vitu twako tumeibiwa because Mungu alikuwa anataka kutest utareact namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaingia unakuta mzee anakuongelesha umetoka maombi na umeupo mzee anakuita nihiga uma haya kasia jagirishi modia ni ahujere kwa shemukoro na matamufudenge kuri adhuri. Sasa imagine venye ulitengeneza mahusiano na Mungu unasikia venye amekuita maraya na hujakuwa umbaraya umekuwa kwa maombi na kuyeno ndio maraya kimo yako yote inakuwa cancel tena na biorudi. Hallelujah. Because you have not reconciled with God. Until you are able to reconcile with God, until you are able to have a relationship with God, that you know whatever comes ahead of you, it is a loving matter. Chochote, whether it is painful or not painful, no smile. Unapita tu unasema hallelujah. Ndio naonaka kuna tumbuse tu tumeshughulikiwa. Unaisha tu tumbuse tumeokoka kanisani miaka kutoka 1964. Unakakutaka kanadaka. God bless you. God bless you. God bless you. Ni Maria onete. Amesuguliwa baka yana juaga tu God bless you. God bless you. Na amebeba Biblia imezeeka kumuliko. God bless you. God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. It brings peace. Hii ni mazao ya repentance and reconciliation and forgiveness. Inaleta amani. Ukiona hauna amani because umekoseshwa amani. Na hiyo amani wewe ndio umejikosesha kutoka kwayo. Bethel Clouds TV, empowering lives.